kuliko wewe ambaye unafuatilia wazungu. Haya, niambie, nani una namba yake hapa ambaye unaweza kumpigia hata simu kukusaidia? Watu wana neno bana, alafu wana mambo mengi. Oroko Edu, majamaa naomba, hata ukiangalia naomba unasikia raha. Uwezi nichawishi. Kwa hiyo ndugu yangu, siku hizi umeamua tukusalia nyumbani. Mungu ipo kila mahali, hata hapa nyumbani yupo pia. Tatizo liko wapi kwani? Ila kuna muhimu wa kwenda kanisani. Ni sawa, lakini kanisani siku hizi mambo mengi, kwanza michango mingi ndio. Maandiko yanasema tusiache kukusanyika kama ilivyo desturi ya wengine. Vipi kuhusu hilo? Lengo la ibada ni nini? Sikumwabudu Mungu. Na mimi hapa nyumbani uwepo wa Mungu upo. Ninasikiliza nyimbo, ninajifunza neno, kila kitu kiko vizuri na Mungu ananisikia na mambo yangu yanaenda kaka. Na zako unatoa wapi sasa? Kwani zaka lazima utoe kanisani? Kuna yatima, kuna wajane. Napeleka kule zaka zangu. Kwa hiyo ninaweza nikaenda na kesho nikapeleka. Na baba yako wa kiroho? Kwanza hakuna baba wa kiroho duniani. Baba wa kiroho ni Mungu tu. Ndugu yangu, naona umeshapotea tayari. Kaka, mambo yasiwe mengi. Wewe unasali wapi? Mimi nasali ABC. ABC? Kwa Askofu Dickson Conrad Kabigumia. Dickson. Si ndio wanaofundisha mafanikio? Wewe umefaidika nini toka anza kusikiliza? Au toka umeweza kusema unakaa chini ya baba yako, umefaidika nini? Mimi nafaidika na mengi. Jambo la kwanza, ninapata hekima. Tembea na wenye hekima na utakuwa na hekima. Yaani mimi kuwa chini ya malezi na kuwa pale kanisani, ninapata muda wa kujifunza mambo mengi sana kwa vitendo. Ile ni familia. Kwa mfano kwenye eneo la maombi, kila siku ya Ijumaa tunakutana pale kanisani tunaomba. Nilikuwa siwezi hata kuomba lisali moja, lakini sasa hivi naweza nikaomba masaa angalau hata mawili kwa siku. Na jambo lingine, kama kuna kosa nimelifanya au kama kuna jambo ambalo mimi naliona kabisa limenishinda, ni rahisi kumfuata mtumishi wa Mungu na akanielekeza. Na kama kuna kosa nimefanya naweza akanirekebisha. Kuliko wewe ambaye unafuatilia wazungu. Haya, niambie, nani una namba yake hapa ambaye unaweza kumpigia hata simu akakusaidia? Watu wana neno bana. Alafu wana mambo mengi. Oroko Edu, majamaa naomba, hata ukiangalia naomba unasikia raha. Uwezi nichawishi. Sawa. Sio vibaya kuwafuatilia. Hebu nikuulize, tangu umeanza kumfuatilia huyu, lakini wewe sikuoni kama unaomba hapa. Ndio maana nakuona unatembea tembea na vidada. Kaka, hakuna leo kamilika. Hata watumishi na wenyewe na mambo mengi. Hamna leo mkamilifu. Lakini chuma unaoa chuma. Kwa mfano sisi pale kanisani huwa kuna muda tunakutana, tunaomba kwa pamoja. Hata kama wewe ni mvivu wa kuomba, tunapoomba kwa pamoja, ile neema ya kuomba tayari unaambukizwa. Ukitoka hapo, hata kama ukija sasa kuwafuatilia watumishi wa Mungu kama hawa, unaweza kupata muda wako wa kuomba pia. Okay, anyway. Nimeanza kuelewa. Lakini vipi kuhusu issue ya utakatifu? Kwa sababu ninachoelewa mimi, sisi ni wanadamu, tumevaa miili. Na kama tumevaa miili, tuna udhaifu. Kwa hiyo najua pia hata hii changamoto sio yangu, ni vijana wengi. Najua hata makanisani wapo kaka. Sema tu unanificha. Ngoja nikwambie kweli. Unapojiona wewe mwenyewe unateseka na dhambi, haimaanishi kwamba mimi nateseka na dhambi. Kanisani wapo watu waliomaanisha. Wapo watu ambao hawatendi dhambi, wamejitunza na wamejilinda. Wewe muamini, Jumapili hudhuria ibada kanisani kwetu. Okay. Au kanisani kwenu ndo pale ABC Nyegezi? Ni hapo hapo ABC Nyegezi. Mkabala na sekondari ya Nyabugoya au stendi ya Dhamani. Tupo pale chini ya mtumishi wa Mungu Pastor Charles Kabigumia. Ukija pale kanisani utakutana neno.
litakalobadilisha maisha yako, na utakutana na vijana ambao wamebadilishwa na neno. Utaanza kujifunza kwa vitendo, kumbe kuna watu wanaoishi kwa kumaanisha mbele za Mungu na wanaoishi maisha matakatifu. Lakini pia inaonyesha hauna maarifa na ufahamu kuhusu utoaji na malezi ya kiroho. Ukifika kanisani utajifunza pia. Okay. Sawa, nahisi nitafika. Nitafurahi kukuona kanisani. Asante kaka, nitafika. Haya. Baada inaanza saa 3 asubuhi mpaka saa 7 mchana. Asante sana. Asante.